Nilisitikika sana wakati niliposikia kuna watu ambao wamepelekwa hospitali, wengine wamepelekwa mochari. Zaidi ya watu 15 wanahofiwa kufariki baada ya moto mkubwa kuteketeza jengo la makazi karibu na soko la Gikomba. Waziri wa usalama wa ndani Dr. Fred Matiang'i asema watu 70 wamekamatwa kuhusiana na sakata ya kuagiza sukari kwa njia ya magendo. Mahakama yaamua kwamba gavana wa Kitui Charity Ngilu alishinda kura kihalali. Julius Malombe aagizwa kumlipa shilingi milioni 1. Na mtazamaji, karibu kwa taarifa kamili. Jina langu ni Mary Kilobi. Kwa mara nyingine moto umezuka katika soko la Gikomba na wakati huu vifo vimetokea. Watu wapatao 15 wamefariki kwenye mkasa huu ambao chanzo chake hakijabainika. Watu wengine wapatao 30 ama 70 wamekimbizwa katika hospitali ya Kenyatta wakiwa na majeraha ya viwango tofauti. Na mtazamaji, watu 70 wanapokea matibabu katika hospitali ya rufaa ya Kenyatta kufuatia mkasa wa moto wa Gikomba. Watu hao walifikishwa hospitalini humo kati ya saa 9 usiku kuamkia leo na saa 1:30 leo asubuhi. Usimamizi wa hospitali hiyo umeripoti kufariki kwa watu 5 ambao walifikishwa hospitalini humo kwa ajili ya matibabu. Miongoni mwao watoto 4 na mwanamke mmoja. Wengine 5 wamelazwa katika eneo la wagonjwa mahututi baada ya kupata majeraha ya 30%. Hospitali ya Kenyatta aidha imeunda kituo maalum cha kutoa taarifa kwa jamaa na marafiki wa waathiriwa ambao walifika katika hospitali hiyo kujua hali ya wapendwa wao. Naumia mguu, mkono, mungua masikio pia kiasi. Wako wasi. Sasa mimi pia nashukuru Mungu kwa sababu tulikuwa wa kwanza na huyo msichana roommate wangu tulikuwa wa kwanza kutoka kwa hiyo building. Nilipigiwa simu asubuhi na kazini yangu. Nimelala. Akaniambia amka, ploti ya brother yako imebani. Niliamka speed nikakimbia mpaka kwa hiyo ploti. Lakini polisi hawakuniruhusu kuingia. Waliniambia nisiingie. Kama kuna watu wako hapo, wakaniuliza ni wangapi, nikamwambia ni brother yangu, bibi yake na msichana mmoja wa miaka 7. Wakaniambia wako hapo, wako Kenyatta. Nilikuja Kenyatta nikafika saa 2. Wakati nilienda pale kwa mlango ya emergency, niliambiwa siwezi nikawaona na sijawaona. Hata huyo brother yangu nasikia ako kwa ward na bibi yake ako kwa ward na sijamuona. Huyo wa miaka 7 niliambiwa hayuko, alibaniwa na moto mpaka akakufa. We have received 70 patients, a total of 70 patients, and 5 of them came in dead. 4 children and 1 mother. We are the sex distribution is that we have 28 males and 42 females. Among those, there are 17 children. So I'm calling on the government to come up with a permanent solution, kwa sababu hata sahi kwa ground there are many theories as to what caused the fire last night. Kuna wanasema the business rivalry, kuna wanasema the hizi kioski za chakula, there might be one maybe lady mwenye aliacha chakula zikiiva then moto ikatokea, vitu kama hizo. So we want to, na kuna wengine wanasema ni wivu, wengine wanachomeana, so we are calling also on the police to do thorough investigations.
Na mtazamaji, soko la Gikomba limegeuka eneo la mauti, moto ambao ulizuka alfajiri ya leo ukiwaangamiza watu 15, wengine 70 wakifikishwa hospitalini. Lakini ni kipi chanzo cha mikasa ya moto kwenye soko hili? Makna Maswa anaangazia historia ya moto kwenye soko hili la Gikomba. Juni 28, 2018, soko la Gikomba likaandikisha mkasa mwingine wa moto. Tofauti na mikasa mingine, huu ukaja na mauti. Kufikia saa 7 mchana, jumla ya watu 15 walikuwa wameangamia. Ken Sila ni mfanyabiashara wa mbao hapa kwa miaka 25. Hiyo moto ingine ilikuwa na choma. Hakuna maisha ya mtu ambaye imeshawahi hakuna mtu yeyote ambaye ameshawahi kupoteza maisha yake. Lakini hii ya leo imesababisha hasara kupita kiasi, sababu ni watu wengi sana hapa wamepoteza maisha yao. Taarifa za awali zinaashiria huenda moto huo ulianza kwenye eneo la kuuza mbao kabla ya kuenea hadi orofa za makazi. Mwendo wa saa 8 hivi nikasikia Gikomba kuna chomeka. Nilipigiwa na wale tu tunafanyanga kazi nao. Mimi nikaamuka juu na kuanga tu karibu na nikaangalia nikaona moshi. Kuanzia mwaka 2010 moto umekuwa ukizuka humu sokoni, wengi wakishuku huenda ni mikasa ya makusudi. Septemba 2010 moto mkali ulizuka ukilemea wazima moto kwa saa 3. Machi mwaka 2012 habari ikawa hiyo, mali ya thamani ya mamilioni ya fedha ikiteketea. Mwezi Machi mwaka 2014 moto mwingine ukazuka sokoni humo karibu na daraja la Shauri Moyo. Mwaka 2013 ulitulia, lakini miezi ya Machi na Oktoba 2014 ikawa mikosi ya moto Gikomba. Juni 2015 moto ukarejea kwa kishindo, na baada ya kutulia mwaka 2015 ukaja tena Oktoba 2017 kabla ya hiki kisa cha Juni 2018. Ile safari nimeshachomekewa hapa, siwezi hesabu ni mara ngapi. Lakini hii nilikuwa napata hasara, lakini hii ndio ilikuwa zaidi ya zote. Huwa inawaka pande moja, lakini kwa leo iliwaka mara mbili. Kulikuwa na ile pande ilianza pande ile ya mwisho, tena ikakuja pande nyingine. Sasa ikakutana katikati. Baadhi ya sababu za kuzuka moto zimetolewa kama ushindani wa biashara na unyakuzi wa ardhi, lakini humu sokoni mna mengi. Wakati mmoja ilikuwa imechomeka, hata sisi wenyewe hatukuzima hiyo kitu, na ilikuwa mchana. Kwa hivyo mimi naonaga hii maspoji ndio inakuwaga shida, kwa maana sasa inakuwaga kama ni petroli. Kunayo minong'ono kuwa huenda pia masuala ya bima yakachochea kutiwa moto biashara humu. Ama kuna wale wako na loan, wanataka kuepuka ile loan, lakini wanataka wafidiwe na bank yenyewe, labda kama wako na insurance. I say investigation have been done. We have put together a very skilled team with a lot of technical know-how. They're doing a lot of investigations so that first of all we'll be able to know what started the fire, and also we want to determine whether the buildings are habitable anymore. Mwaka 2017 Rais Uhuru Kenyatta aliamuru uchunguzi wa kiini cha mikasa ya moto Gikomba, lakini hadi sasa soko hili linasalia kama petroli tayari kutiwa moto. Makna Maswa, KTN News. Na waziri wa usalama wa ndani Dr. Fred Matiang'i amesema kwamba watu 72 wametiwa nguvuni kwa kuagiza sukari bandia nchini na watafikishwa mahakamani hivi karibuni. Matiang'i anasema kwamba kuagizwa kwa sukari haramu nchini na bidhaa nyingine kimagendo ni swala gumu ambalo linahitaji usaidizi kutoka kwa polisi wa kimataifa kuweza kuchunguza iwapo sukari hiyo iliagizwa nchini na magaidi ama wahalifu. Matiang'i alieleza wabunge hii leo kwamba baadhi ya bidhaa za chakula ambazo zinaagizwa nchini zina kemikali hatari na kuwataka wananchi kuwa waangalifu. The regulatory institutions that deal with contraband goods, importation and so on are the Kenya Bureau of Standards, the Kenya Revenue Authority and the Anti-Counterfeit Authority. When they request us to back the work they do, we support them. And for the last 2 or 3 weeks, we have been supporting these agencies in looking at the phenomenon of contraband goods in the country.
and this support has been going through the multi-agency task team that was set up by the President, headed by Mr. Wanyama Musiambu, the Deputy Head of Public Service. And one significant feature of that drive has been to net contraband sugar. And I need to explain that contraband sugar has been only one of the commodities that have been netted in the process. Mr. Chairman, I think for the reference of the committee when we are done with this, I'm going to table a document that is over 100 pages that gives a very annotated and detailed report of the goods that have been seized in that process, including the contraband goods that we are going to destroy next week, worth about 1.2 billion. And in the process of this, Mr. Chairman, the police, backing the regulatory agencies, have seized 1.4 million bags of sugar, 1,484 bags of rice, 87,000 bags of fertilizer, 90 cartons of assorted liquor, and we have since, and the other question you asked is whether we have made an arrest. Mr. Chairman, we have made 72 arrests so far since the exercise began. We have a very delicate process of investigation going on this issue, and at that point I would beg the indulgence of the committee to understand that honorable members, Mr. Chairman, we're dealing with a very complex international criminal investigation that straddles the borders of our country, and at this stage, if you kindly indulge us, it will not be good to disclose more details about the 72 arrests we have made, because the profiling and further detailed investigation is going on by the security sector agencies, and we are collaborating with a huge number of institutions, local and international, in doing this, so that we can gather sufficient information on what we need to do. Mr. Chairman, I would like to say again, we are members of Interpol. Some of this work we are doing has got to respect the NDAs that we have signed with other agencies, so that we cannot disclose that information. The question number 3 was the companies involved and the directors or the proprietors of the companies. Mr. Chairman, we as the Ministry of Interior do not have a record of any companies or a record of any directors. When we begin investigations on institutions and agencies that are involved, then of course we are forced by law and process to go behind the companies and discover who is involved. We are investigating certain institutions, and again, with your kind indulgence, Mr. Chairman, honorable members, it will be prejudicial to that process to disclose which ones they are and where we are going to with that investigation. But the registration of companies is done by different entities in government. The import permits and licenses are given by different departments in government. They are the ones who would have the record on all the companies that are involved in this process. But we have been backing the drive against contraband goods across. Lastly, Mr. Chairman, you required us to respond to or to raise any other relevant information on this issue. There are several things we could say on this matter. And at this particular stage, I will ask your permission to do 2 things. There's some information I would like to share with this committee very candidly, especially if you decide, Mr. Chairman, to listen to it in camera, which I can't discuss in open forums such as this. But being an investigation that is going on, you have seen even this morning from the press about a ship we are chasing, that is evading our waters for reasons that we know. It is not actually appropriate to disclose that information at the moment. On the specific issue of the sugar, Mr. Chairman, it is true that a window of opportunity was given, which is lawful, for sugar to be imported into the country. We have noted through the work that is being done by these 3 regulatory institutions and the security backup that we are giving, that some of the sugar is contaminated. And a lot of investigations have been done. I was briefed by the DCI and the police team that is working on this. Detailed reports are available on this contamination, and it is true that some of the sugar that has come into the country is actually contaminated. This is one issue we are all agreed, even with my colleagues in government. I will share with you a joint statement, which I believe my colleague shared with you again on Monday, which we issued, that it's true that some of the sugar is contaminated.
Our colleagues at the Ministry of Health, who actually run the Public Health Department, are also looking into this issue to look at what are some of the possible effects, and I think at an appropriate time they will address themselves to that particular issue. Na wahasiriwa wa mkasa wa bwawa la Solai hii leo wanapokea malipo kutoka kwa usimamizi wa shamba la Patel. Alphas Lagat yuko katika eneo hilo na anatuarifu zaidi. Naam, barabara kabisa. Hii leo tumeweza kufika katika eneo ya Solai ambao kwa sasa ni wiki ipatao 6 baada ya mkasa wa Solai kufanyika tarehe 9 mwezi wa Mei, ambapo watu 47 na watu zaidi ya 500 ama familia 500 ambao walipoteza makazi. Kwa leo kuna ile harakati ambayo waathiriwa wa Solai wanaweza kupewa kitita cha pesa ili kuweza kuwasaidia katika mwenendo wao wa maisha. Kwa hivyo kwa moja tuweze kuungana na mbunge wa Bahati aweze tu kutueleza ni nini haswa ilikuwa inaendelea hapa, na vile vile tuna meneja wa shamba la Patel ambaye kwa sasa pia alikuwa miongoni wa watu ambao walikuwa wamefika hapa ili kuongea na kuweza kuwapokeza fedha waathiriwa wa Solai. Shukrani sana mbunge wa Bahati, shukrani sana kwa kuweza kuungana na sisi. Moja kwa moja tuelezee tu kwa kifupi haswa ni ujumbe gani ambao mliweza kuwapatia waathiriwa wa Solai? Tumeweza kuwapa ujumbe ya kuweza kuwapa confidence ya maisha yao, kwa sababu najua tulianza mbali na hawa wakati walikuwa affected. Hasa mimi nimewachukua watoto wote wao 39 children nimepeleka kwa shule boarding, na pia nikawapa medical camp 2700 people, but the government had promised kwa sababu ya mazishi kuwasaidia kwa mpangilio wa mazishi, lakini tukachanga pesa na waathiriwa na Red Cross tukaweza kuhakikisha wameenda mazishi. So serikali leo ilikuwa nakuja kuhakikisha ile promise ilisema kwa kuwasaidia kwa mazishi, wamelete pesa ile walikuwa wameahidi na wamepewa leo. Kila mtu amepewa 50,000, ile inakuwa ni kawaida ile budget ya president ya 1 billion. Si hapa peke yake, ni Kenya mzima. Rais anasaidia pahali kuko na disaster. Kwa hivyo tumefurahi county commissioner amekuja, tumefanya hiyo, na pia tunashukuru kwa sababu familia ya Patel wamekuja, na wakati wamekuja pia nao wameungana na serikali kuweza kusaidia kwa kuweza hawa watu wapate kitu kidogo pia ya kuweza kuendelesha maisha yao, kama vile serikali imesema baadaye serikali itakuja kujaribu njia ya mjengo, na wengi wamejitolea. Kuna mtu anaitwa Mwangi Doita, my friend from Nairobi, alisema atasaidia nyumba 20 kujenga. Kwa hivyo safari ni ndefu ya kuweza kuwasaidia, na tulikuwa tunataka kuwapa matumaini na confidence. Hawajawachwa na serikali na sisi bado tuko nyuma yao, na nashukuru rais wetu akiwa na deputy wake kwa sababu wanatimiza ahadi waliosema. Na pia ikifika kwa sasa baadaye mambo ya title deed, tumemwambia rais amekubali na atakuja kuwapa title deed mwezi huu inakuja, ambaye nimekuwa nikifuata kwa muda mrefu kwa kuweza kuwasaidia. Sasa iko tayari, na hiyo ni mambo mazuri ya kuendelea tukiyasaidia wale wameadhiriwa na kuwapa confidence na counseling na kuongea. Baada ya hiyo tunaenda kuangalia mashule ambaye ilipeanwa pesa na serikali iweze kujengwa, itahakikishwa. Makanisa mpangilio bado huko mkakati mpaka wakati ya leo ile pesa wanaendelea wakipatia. Kwa hivyo kuna fedha aina mbili ambayo inatoka pengine kwa serikali kuu, yes, na pia familia ya Patel. Yes, kuna pesa aina mbili. Hiyo 50 ni ile inatoka kwa serikali ya kawaida, kwa ile 1 billion inapeanwa kila pahali ya disaster. Hiyo ni ile inapeanwa kwa kusaidia mambo ya mazishi, kwa sababu najua disaster ikifanyika lazima mtu anakuwa na shida pengine ya mazishi, serikali inakuwa inasaidia, na tunashukuru sana kwa sababu ya hiyo. Hii ya Patel ni tofauti, pia ni ya kusaidia kuweza kustore maisha yao kama serikali bado inaendelea kuja na wengine wale wishers wanaendelea kuja. Hiyo naye imepeanwa leo viwango tofauti kulingana na pengine mahitaji yale yako. Na pengine kabla tuweze kuongea na meneja wa shamba la Patel, tueleze pengine kuna msaada mwingine ambao hawa waathiriwa watapata, ama msaada wa Red Cross na huu ambao serikali umetoa na pamoja na familia ya Patel kutoa, kuna msaada mwingine ama pengine fidia? Unajua kamati ambaye ilivuniwa na governor wetu hapa ya RC ndio chair wakiwa na county commissioner, hiyo mikakati bado inaendelea na hiyo kamati itaendelea. Hata kama kuna mtu ana complain na nini, kamati hiyo bado iko, itaendelea. Kama kuna mtu atatoka pale fulani anataka kusaidia kwa kujenga manyumba, wale wishers kama sasa Safaricom walisema watasaidia kwa kujenga mashule, lakini watapita hiyo kamati ili tuweze kujua na tuweze kuwa na record ni watu gani wanasaidia, kwa sababu kuna watu wanapiga kelele nje lakini hawasaidii, wanataka kufaidika kivyao. Kuna watu wanatafuta pesa kutoka nje ati ni ya kusaidia waathiriwa, na waathiriwa hawapati hiyo pesa. Tungeomba hiyo kamati ilivuniwa na governor na hiyo ya serikali
kila mtu akifanya kitu tufuatilie kwa hiyo kamati ili ijulikane utaratibu ni nani amesaidia, ili tuweze pia ku appreciate ni fulani alisaidia na fulani alisaidia. Kama mimi niko kwa record niliwapa 1300 wakati nilikuja hapa, ile ilisaidia kwa mambo ya mazishi, na mwingine alisaidia, Red Cross ilisaidia, na wananchi. Na ya mwisho ningeshukuru wananchi wa Kenya, ile mambo niliona assistant walipeana hapa, I've never seen it again. Kwa hivyo umoja wetu ni mzuri sana wana Kenya, na si kabila moja, kabila zote zilikuja hapa, na nashukuru sana kwa sababu ya hiyo. Yes. Shukran sana Bwana Ngunjiri ambaye ndiye mheshimiwa ama mbunge anayewakilisha Bahati. Kwa hivyo moja kwa moja tuweze kuungana na meneja wa shamba la Patel aweze kutueleza. Shukran sana kwa kuweza kuungana na sisi. Thank you so much for joining us. Please beginning by telling us your name and give us the breakdown of the token, quote unquote, token that you've given the affected families of Solai. Okay, my name is Vinod Jaikumar. I work in the Patel Farm Estates. There are different cadres, so I cannot say who's getting how much, but the amount which we are giving it's a good amount for them to begin their life and to start a fresh life for them. It's only we are adding a kind of a support for them to begin their life. You would understand that there is the hard doc in the Senate as well as the probing from the Parliamentary Select Committee on this issue of Solai Dam tragedy, and there have been concerns that their work been derailed over time, and there's been the instance of wanting to prefer charges. What do you have to say about this? I don't have anything to say on that because we are absolutely very clear what we are doing, and I don't have anything to say on that. Okay, let's talk about what you did today. Is this a one-time of payment, or are you also planning to maybe compensate these people? That's what I said. This is a kind of a support for them to begin their life. So, I mean, I cannot comment, they begin their life and then God will help us what to do next. Thank you so much. Thank you for speaking to KTN. Kwa moja, hayo ndo mazungumzo ama mdahalo ambayo tuliweza kuwa nayo hapa katika mkutano ambao wale waadhiriwa wa Solai wameweza kupokezwa hela kutoka serikali kuu na pia kutoka familia ya Patel, ambapo kwa sasa maneja mkuu wa shamba hilo akituambia kwamba kwa sasa huo ulikuwa tu msaada ambao wanawapa wale waathiriwa wa Solai. Kwa hivyo tunaangazia haya mambo kwa karibu, na pale ambapo tutaweza kuwa na habari zaidi tutaweza kukujuza zaidi. Kwako studioni. Na asante sana mwenzangu Elfas Lagat. Mtazamaji, kufikia hapo tupate mapumziko mafupi na kisha turejee na taarifa zaidi. Usiende mbali.